Kuna jambo moja ambalo watu wengi hawajui kuhusu maisha. Mara nyingi hatumtesi anayetutesa, tunajitesa wenyewe kwa kukaa, kuvumilia na kutafuta sababu za kuhalalisha dharau. Ndugu yangu, ukiona mtu anabadilika unapomwambia stop, huyo ni mtu mzima. Lakini ukiona mtu anabadilika unapomuacha, huyo alikuwa mzigo. Na leo tutaongelea dharau kuu 7 watu wanazikuuza. Wanasema, ni kawaida tu, bila kujua wanachofanya ni kujihukumu kimya kimya, wanaua thamani yao, wanapunguza hadhi yao, na wanawapa wengine ruhusa ya kuwaumiza tena na tena. Naomba uniangalie vizuri. Makosa makubwa kwenye dharau sio yale anayofanya mtesi, ni yale anayoyafanya mwathirika. Anavumilia, anajitetea, anajikosoa, anajishusha, anajaribu kuwa mfalme kwenye moyo wa mtu ambaye hata hakustahili kuwa mtumishi kwenye moyo wake. Leo tutavunja huo mnyororo. Leo nataka ujue dharau hizi 7, namna watu wanavyojificha ndani yake na jinsi ya kuzimaliza kabla hazijakuangamiza. Tuanze safari. Dharau ya kwanza, utani wa kukudhalilisha mbele za watu. Public disguised humor. Hii ni pale mtu anapokudhalilisha mbele za watu. Anakusema vibaya kuhusu muonekano wako, akili yako au mapungufu yako. Halafu ukikasirika, anasema, mbona unakuwa serious sana? Nilikuwa natania tu. Sikiliza kwa makini. Utani unaokuumiza wewe ili kufurahisha wengine, sio utani, ni sumu. Watu wa aina hii huwa wanakimbilia kusema hivi, mbona unakuwa serious? Nilikuwa natania tu. Wewe ni mwepesi sana kuchukia. Na hapa wanaodharauliwa wengi huamini na kusema hivi. Labda wanacheka ili wasionekane hawana vibe, wananyamaza ili wasionekane weak, au wanajitetea kwa kusema, labda alikuwa hana nia mbaya. Wanakaa katika vikao ambavyo wanajua kabisa ni vikao vya mateso. Saikolojia inatuambia kwamba mtu anayekudhalilisha hadharani anajaribu kupandisha heshima yake, social status, kwa kukushusha wewe. Akifanya hivyo mara ya kwanza ukacheka, umempa kibali. Akifanya mara ya pili ukanyamaza, umethibitisha udhaifu wako. Sasa kamwe usije kukubaliana na hali kama hii. Ila simama, sema, mimi sipendi utani wa kunidhalilisha. Ukiruhusu hii iendelee, unapoteza heshima kwa jamii nzima, sio kwa huyo mtu tu. Dharau ya pili, kuvuka mipaka uliyoiweka wazi. Hii ni hapana kwa kitu fulani, umeweka mpaka wazi, lakini mtu huyo anauvunja makusudi akijua hufanyi lolote. Watu wa aina hii huwa wanakimbilia kusema hivi, nilisahau, mbona ni kitu kidogo tu? Hiyo haikuumizi? Hujabadilika bado? Na hapa watu wengi huamini na kusema hivi, hana shida, labda alisahau. Hapana, aliondoa heshima. Wanaruhusu mtu kuwachukulia poa mara ya pili, wanayumba kwenye misimamo yao. Sasa kamwe usije kukubaliana na hali kama hii, ila weka mpaka kwa maneno na kwa matendo. Ukivumilia mpaka wako kuvunjwa, unakuwa uwanja wa fisi, sio bustani. Dharau ya tatu, ukimya wa kuadhibu, silent treatment. Hii inawaumiza wengi kwenye mahusiano. Mna ugomvi au umekosea kidogo, mtu anakupiga block ya maisha, haongei na wewe siku 3, wiki, mwezi. Watu wa aina hii huwa wanakimbilia kusema hivi, nilitaka tu nafasi, au nilikuwa busy, au si kila wakati nataka kuongea. Na hapa watu wengi huamini na kuanza kubembeleza ukatili wa kimya, kuomba msamaha bila kosa, kujiona hawatoshi. Sasa kamwe usije kukubaliana na hali kama hii, ila acha kubembeleza ukatili wa kimya. Mawasiliano ndio uhai wa mahusiano. Mtu anayechagua kukutesa kwa kimya hafai kuwa kwenye meza ya maisha yako. Dharau ya 4, kukulinganisha na wengine. Mbona huna akili kama fulani? Au mbona mke wa fulani anajua kupika kukushinda wewe? Watu wa aina hii huwa wanakimbilia kusema hivi, nataka usimame kama mtu fulani. Au mbona wengine wanaweza na wewe ushindwe? Au nakwambia kwa ajili ya kukusaidia.
Na hapa watu wengi huamini na kuanza kuamini kuwa hawatoshi, kuforce kuadilika ili wampende, kupoteza identity yao. Sasa kamwe usije kukubaliana na hali kama hii, ila ondoka sehemu inayokufanya ujione kopi ya mtu fulani. Wewe ni wa pekee, unique. Dharau ya 5, kupuuza mafanikio yako. Umepata kazi, mtu anasema hiyo ni kazi ndogo tu. Watu wa aina hii huwa wanakimbilia kusema hivi, hiyo si kitu. Watu wengi wanafanya hivyo. Hongera, lakini... Na hapa watu wengi hujaribu kueleza thamani ya mafanikio yao. Wanashirikisha watu wasiofaa furaha zao. Wanasahau mithali, si kila anayekuona akicheka amekuonea furaha. Sasa kamwe usije kukubaliana na hali kama hii, ila linda habari zako za furaha. Punguza access ya watu waliojaa wivu. Kutokuwa na uaminifu na muda. Mtu anakuambia saa 4, anafika saa 5 bila msamaha. Watu wa aina hii huwa wanakimbilia kusema hivi, mambo yalibadilika ghafla, au sikujua time imeenda, au relax, si dunia inaisha. Na hapa watu wengi huanza kutengeneza visingizio badala yake, kusema hivi ndivyo alivyo, au kuweka low standards. Sasa kamwe usije kukubaliana na hali kama hii, ila kuwa na viwango. Muda ndio rasilimali pekee ambayo huwezi kuirudisha. Dharau ya 7, gaslighting. Mtu amekosea wazi, una ushahidi, lakini anakugeuzia. Watu wa aina hii huwa wanakimbilia kusema hivi, wewe una imagination kubwa, hujui unachosema, au ulivyo insecure ndio maana unaona hivyo. Na hapa watu wengi huamini na kuanza kujiuliza kama wao ndio tatizo, au kuomba msamaha bila kosa la kufanya, kuanza kuiona dunia kwa macho ya muuaji wa amani yao. Sasa kamwe usije kukubaliana na hali kama hii, ila gaslighting haina tiba ya kubaki. Tiba ni kuondoka. Ndugu yangu, kusamehe ni kwa ajili ya amani yako, ndiyo. Lakini kusamehe haimaanishi kumpa mtu nafasi ya kukuumiza tena kwa njia ile ile. Niandikie kwenye comments, ni dharau gani imekugusa zaidi? Usisahau, do the things. Subscribe, like, comment, share.